Second Chronicles chapter 15 from verse 12 to 15. Second Chronicles Nyakati, Mambo ya Nyakati 15 mstari wa 12 mpaka 15. Second Chronicles chapter 15 from verse 12 to 15. Ndasoma kwa Kiingereza, Silvana tutanisomea kwa Kiswahili. They entered into a covenant to seek the Lord, the God of their fathers, with all their heart and soul. All who would not seek the Lord, the God of Israel, were to be put to death, whether small or great, man or woman. They took an oath to the Lord with loud acclamation, with shouting and with trumpets and horns. All Judah rejoiced about the oath, because they had sworn it wholeheartedly. They sought God eagerly, and he was found by them. So the Lord gave them rest on every side. Kwa Kiswahili. Kama hujapata wacha nisome. Wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote, na ya kwamba yeyote asiyemtafuta Bwana Mungu wa Israeli atauawa, akiwa mdogo au mkubwa, kwamba ni mwanamume au mwanamke. Wakamwapia Bwana kwa sauti kuu na kelele na kwa mapanda na kwa baragumu, na Yuda wote wakakifurahia kile kiapo, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia, naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Bwana asifiwe. Tupate viti vyetu katika jina la Yesu. Maandiko inasema katika hicho kitabu kifungu la 15 mstari wa 12 mpaka 19 kwamba walienda Yerusalemu kufanya ibada kama ilivyokuwa kawaida. Lakini kuna jambo moja lilifanyika wakati ambapo walienda katika Yerusalemu. Bwana asifiwe. Yerusalemu ni mahali ambapo walikuwa wanaenda ili wakutane na Mungu. Haleluya. Na hii ndiyo Yerusalemu yetu siku ya leo. Bwana asifiwe. Mstari wa 12 Biblia inasema wakafanya agano ya kuwa watamtafuta Bwana Mungu wa baba zao kwa mioyo yao yote na kwa roho zao zote. Haleluya. Wakafanya agano. Hapo chini Biblia inasema walifanya kiapo kwamba watamtafuta Bwana na mioyo yao yote. Bwana asifiwe. Biblia inasema na yule ambaye hakuwa aabudu Mungu wa Israeli alikuwa auawe, awe mdogo ama akuwe mkubwa, awe mwanaume ama akuwe mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. I thank God because he's a God that confirms his word. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Thank Joyce because whatever she has spoken is what God wants us to hear at a time like this. Bwana Yesu asifiwe. It is called the Rema word, which means the word of that season. The word of that season. Bwana asifiwe. Neno la uo wakati. Hallelujah. Every word has its own season. Every word has its own situation. Bwana asifiwe. This is the Rema word, and I understand even last Sunday you are being taught about the first love. Bwana Yesu asifiwe. This shows that the Spirit of God is communicating, and the Spirit of God loves us so much. Maana wakati ambapo unaona Mungu anakuzungumzia tena na tena, inamaanisha kwamba anakupenda. Bwana asifiwe. Give a mighty clap to the King of Kings, because he deserves the glory and he loves us so much. This afternoon I want us to talk about spiritual awakening. Bwana asifiwe. Spiritual awakening, and I want you to be very alert, because the Spirit of God is willing. Bible says in the book of Isaiah 1:18 that if you are willing and obedient, you shall eat the fruit of the land. Hallelujah. But if you shall rebel, then you shall. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mstari wa 19 unasemaje? Isaiah 1:18 to 19. If you are obedient, you shall eat the best of the land. But if you are not obedient, mambo ni mawili. Bwana asifiwe.
Mambo ni mawili. Nani amefika hapo? Isaiah 1:18 to 19. Come now. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. 19 and 20. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. If you are willing and obedient to obey the Spirit of God today, you shall eat the best of your obedience. Bwana asifiwe. Amen. You shall eat the fruits of obedience. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. There are fruits of obedience. I was listening to the servant of God, Reverend Julian, about the Rema Feast 2025. Alikuwa anasema there are people who came to him akimwambia kwanza, do not hold this Rema Feast 2025. Bwana asifiwe. Some men came around him giving him advices. But one thing he says he obeyed God. Bwana asifiwe. And one thing that I love, anasema kwamba this was the first Rema Feast that was done debt free. Bwana asifiwe. Yaani huu ni mkutano wa kwanza uliofanywa bila madeni. Kwa nini? Because you chose to obey God. Hallelujah. When you choose to obey God, you will eat the fruits of obedience. Bwana Yesu asifiwe. That one was, by the way, spiritual awakening. Hallelujah. Amen. Awakening. What is awakening? Awakening is a moment of restored God's consciousness. Ama ni wakati wa kurudishwa kwa kumcha Mungu. Bwana asifiwe. It is a moment of restored God's consciousness to love him, to seek him and to live for him. Bwana asifiwe. Why are renewed? Renewed inamaanisha ulikuwa umeanza kufifia, ulikuwa umeanza kurudi na nyuma, ulikuwa umeanza kulala. We are talking about spiritual awakening. Ulikuwa umeanza kulala, but now awakening comes in whereby you are spiritual. Your God's consciousness in you begins to heighten from the word height. Inaanza kuongezeka, a moment of increased God's consciousness for you to love him, for you to seek him, and for you to serve him, and for you to live in him. Hallelujah. Bwana asifiwe. A moment of renewed, yani wakati ambao unaanza kuinuliwa katika mambo ya Mungu. Unaanza kuinuliwa katika upendo wa Mungu. Ule upendo ambao ulikuwa wa kwanza, unaanza kuinuliwa, unaanza kufufuliwa. Bwana asifiwe. Unaanza kumpenda Mungu kwanza. You start loving God once again. You start seeking God once again. You start living for him. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema it is not I that liveth, but Christ that lives in me. Hallelujah. Second Chronicles, walipoenda katika Yerusalemu wakafanya kiapo mbele za Mungu, Biblia inasema they made an oath that they will serve the Lord God with all their strength and with all their heart and with all their strength. Bwana Yesu asifiwe. Wakakubaliana na wakakula kiapo, wakasema mimi Christian Mumbua, today I make an oath before God that I will love him and I will seek him with all my heart. Bwana asifiwe. And today, before we conclude this service, we are going to make an oath before God. Ukienda ku break that oath, it's about you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Biblia inasema walipoenda katika Yerusalemu kuabudu, wakafanya angano wao wenyewe, wakasema sisi tutamtumikia Bwana wa mababa zetu. We shall serve the Lord God our God. Na yule ambaye hatamwabudu Bwana huyu wetu atauliwa. Bwana asifiwe. Hatusemi kwamba kuna mtu atauliwa, tunasema aje? Tutainuka sisi wote pamoja. We shall be awakened together in the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hatutaacha mtu chini. Hallelujah. Ambia rafiki yako sitakuacha chini. We are awake. Tutaamka sisi wote kwa pamoja. Hallelujah. Nitaamka na wewe, sitakuacha Mike. Nitaamka na wewe Geoffrey. Nitaamka na wewe Joyce. Bwana asifiwe. Maana hatutaki watu wa kuturudisha na nyuma. We must wake up at the same time. Hallelujah. Kama utafanya maamuzi wa Biblia inasema Yesu akawaambia the disciples were worried about those that turn back. Akawaambia wale ambao hawako nasi wako kinyume chetu. If you are not with us, you are against us. Bwana asifiwe. Na kama you are against us, you are dragging us behind. Ndio maana tunasema tunainuka sisi wote. Bwana asifiwe. Inuka na mtu Mama Chati, inuka na mtu Mama Ruth, inuka
hawati mtu chini. Bwana asifiwe. Hallelujah. Awakening, a moment of increased God's consciousness to love him, to serve him and to seek him. Hallelujah. Nini ilifanyika ukaacha kuamka saa 9 kuomba Mungu? Ni Mungu alijibu maombi yako ukatosheka Mary. What happened? Nini ilifanyika ukaacha kuomba? Nini ilifanyika ukaacha kuacha chakula kuomba? Bwana asifiwe. What happened? Today we are in a spiritual clinic. Kuna program moja ya Pastor naona ikiitwa spiritual clinic. Leo tuko clinic. Bwana asifiwe. Joyce alituambia examine yourself. Biblia imetuambia examine yourself whether your faith is genuine. Hallelujah. Today I am examining myself. Maggie, you are examining yourself because we are racing together. Tunaamka pamoja Esther katika jina la Yesu. Uko na microphone lazima useme amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ephesians chapter 5 verse 14. Waefeso 5 mstari wa 14. Waefeso 5 mstari wa 14. This is why it is said, Hallelujah. wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Amen. Bwana asifiwe. Yangu inasema, for it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead and Christ will shine on you. Bwana asifiwe. Paulo anatuambia amka wewe ambaye uliyelala. Kiswahili inasema hivyo usema amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Wake up all you that sleepeth, and the light of God shall shine upon you. Hallelujah. Biblia imetuambia Isaiah that arise and shine for your glory has come. Arise and shine because the light of God has come. And this light has come on those that are woken up from their sleep. Hallelujah. Paulo anawaambia nyinyi kanisa la Waefeso, amkeni maana mnasinzia. Mnasinzia. Mwenzako unasinzia. Ndio mwenzako unasinzia. Naambiana ukweli, we are in a spiritual clinic. Oh yes. Unasinzia. Na yule ambaye anasinzia eventually atalala. Bwana asifiwe. Amen. Chanzo cha kulala ni kwanza unaanza kusinzia ni kuongoza. Unaanza kidogo unapata umelala. Bwana asifiwe. Arise that sleep. Amka wewe ambaye unasinzia. Maana the next step after kusinzia ni kulala. Na utalala na ulale kabisa. Utakuja upata Yesu akuja upate ushalala kabisa. Na unajua kuna watu wengine hata ukiwaamsha hadi usiku hawawezi amka. Mtu amelala ni kama ameenda wapi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukilala uchunge. Haleluya. Yesu asikuja apate ushakufa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia Bible defines sleep in 3 dimensions. Number 1 in the normal sleep that we sleep. Bible says in the book of Psalms kwamba yeye anawapa usingizi wale ambao anawapenda. The other definition of sleep, Biblia inasema wale ambao wako katika Yesu wanalala. Hawakufi wanalala. Bwana asifiwe. And the other sleep is the spiritual sleep. Unalala katika kazi ya Mungu. Unagoma, you go on strike. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alisema you can take a break from the house of God, but never. Bwana asifiwe. Hallelujah. I don't know how to put it correctly, but anasema unaweza kupumzika kidogo. Wacha nimeenda holiday. Lakini do not quit from serving God. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anawaambia nyinyi kanisa la Waefeso mumelala. Mumeanza kusinzia. Kanisa la Victor's Grace hapo tumeanza kusinzia. Oh yes. Ni kama tumeshalala. Bwana asifiwe. Amen. Tumeanza kusinzia. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anatupenda sana. Anatuambia arise all that sleepeth. Nyinyi ambao mmelala, you sleep arise. Wewe angalia mwenzako mwambie amka. Amka wewe usinzia. Na ninaamka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo 13 mstari wa 24. Matthew 13:24 to 25. Mathayo 13. Mathayo 13 mstari wa 24 mpaka 25. Jesus taught them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat
Bwana asifiwe. Yesu akawaambia another parable. Akawaambia ufalme wa mbinguni unafananishwa kama mtu ambaye alienda kupanda mbegu katika shamba. Bwana asifiwe. Bible says in the book in the verse 25, while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. Wakati ambapo kila mtu alikuwa amelala, adui akakuja na akapanda mapando katika ile ngano. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo ulikuwa umelala Silvanus, adui alikuja wakati huo wa kulala akapanda mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kanisa ilikuwa imelala, adui akakuja akapanda chuki, akapanda masengenyo. Bwana asifiwe. Akapanda laziness katika kazi ya Mungu. Haleluya. Wakati ambapo ulilala katika maombi, adui akakuja akapanda mbegu. Nilikuwa naongea na dada mmoja wiki hii, nilikuwa namwambia wakati ambapo unalala katika maombi, kuna mtu mwingine ambaye anaongea hii kipande. Bwana asifiwe. There is another kingdom that is speaking on this side. Hallelujah. And if you are silent, there is someone else who is speaking. If you are sleeping, there is someone else who is awake. Wakati ambapo umelala, adui halali. Inasema while everyone else was sleeping, the enemy came and sowed seeds among the wheat. Bwana asifiwe. Adui akakuja akapanda vitu. Ukapata siwezi kuona dada Ruth kama ni mtu anaweza nisaidia katika maisha yangu. The other time I told you that treasure every relationship that you have in your life. Ama heshimu hiyo uhusiano ambao uko nao katika maisha yako. Know that there is a reason that this someone there is a position that this someone has in my life. Kuna nafasi ambayo huyu dada ako nayo katika maisha yangu. Bwana asifiwe. The moment you start despising relationship, know that you are done. Bwana asifiwe. Hallelujah. Mungu anatumianga wanadamu kubariki. Mungu anatumianga wanadamu hata wakati ambapo mnaomba usifunge macho. Bwana asifiwe. Dada mmoja tulikuwa tunafanya kazi na yeye last month. Siku moja nikamwacha kwa ofisi, kuna kazi alikuwa anamalizia. Na wakati ambapo alikuwa anatoka akakutana na watu kwa parking. Wakamuuliza tunatafuta mahali fulani na fulani. Dada akaanza kuwaonyesha. Bwana asifiwe. Na baadaye akawaambia mimi alikuwa anajua hiyo kampuni ambayo is an international company. So walikuwa anatafuta ofisi to Rivers. Akawaelekeza na after that wakamwambia by the way tuko na positions. Bwana asifiwe. Tuko na position ya accountant. Are you willing? Bwana asifiwe. Akamwambia yes I'm willing. After 2 days akapigiwa simu akafanya interview. Bwana asifiwe. After 1 week akasign contract. After 1 week akatuacha akaenda huko kwingine. Bwana asifiwe. The people that you meet in your life, treasure that person. Hallelujah. Yes, Mungu anatumianga watu kuinua watu. Mungu anatumianga watu kubariki watu. Bwana asifiwe. Awake all that sleepeth. When everyone else was sleeping, adui akaanza kupanda vitu, akaanza kuniambia hata Joyce si mtu mzuri, akaanza kuniambia huyu wako hivi, akaanza kuniambia huyu wako hivi. Bwana asifiwe. Adui akaanza kupanda bengu. Bwana asifiwe. Lakini namshukuru Mungu maana Biblia inasema kwamba kila pando ambalo Mungu wetu hakupanda tunaling'oa siku ya leo katika jina la Yesu, na tunaimba sisi wote kwa pamoja katika jina la Yesu. And the Spirit of God was convicting us this way. The Bible says that who began a good work in us shall bring it into accomplishment. Na si shetani ataimaliza hii kazi. Si shetani atamaliza maisha yako, maana si yeye aliyekuanzishia. Haleluya. Shetani hajakupea uhai, kwa hivyo hatamaliza uhai wako. Shetani hajakupea watoto, hatamaliza watoto wako. Shetani hajakupea familia, hatamaliza familia yako. Shetani the devil is a liar. Hallelujah. Bible says let every man be a liar but God be true. Bwana asifiwe. Hallelujah. The moment you start sleeping, you become less sensitive of the things of God. Wakati umeanza kulala, wewe ushituliwi na mambo ya Mungu. Wakati ambapo umeanza kulala, this is a sign. Wakati umeanza kulala, you are not being shtuki wewe. Hapo dilimo kawe. Bwana asifiwe. Hallelujah. You know there is that presence. Sometimes you may be in the presence of God and you feel that it's like you are shaking, you are not the same. You feel kama nywele inasimama. Bwana asifiwe. But the moment you begin sleeping, you become less sensitive. You are not sensitive.
experiencing anything. Hallelujah. Uko tu because you are sleeping. Na wakati ulikuwa umelala adui alipanda pando. Bwana Yesu asifiwe. But I thank God because today mimi nilale saa 6 nikikuombea, because I know that the Lord God has spoken and we are rising up in the name of Jesus, because it is not the will of God for us to sleep. Wakati mmoja Yesu akaenda katika mlima kuomba, akawaambia wanafunzi wake, bakini hapa, sit here, watch and pray as I go. Bwana asifiwe. Akarudi akapata wamelala, akawaambia nyinyi mmelala. Bwana asifiwe. Why are you asleep? Hallelujah. Bwana umelala. Mimi nikiamka nikienda kwa mlima nikuje nipate wewe umelala, sitachoka na kukuamsha. Sitachoka kupigia simu Mike nikuulize uko wapi. Niende niokoe jahazi. I will not get tired. Wakati mama mzungu anaenda mlimani, usichoke kunipigia simu. Uliza Christian, ulisema tufanye hivi, uko wapi? Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. You become less conscious, less sensitive of the things of God. Amen. Signs of spiritual decline. Ama mambo ambayo yanaanza kukuonyesha wewe umeanza kulala, wewe umeanza kusinzia, wewe umeanza Bwana asifiwe. Number 1 is deviation, ama fall from the love of God. Deviation from loving God and the spiritual things. Bwana asifiwe. Wakati utaanza kuona umeacha kupenda Mungu, umeacha kupenda mambo ya rohoni, you start eating the things of the spirit. Wewe jua umeanza kulala. Jua you are becoming less sensitive on the things of God. Hallelujah. Deviation from the love of God and the spiritual things. Tulisoma asubuhi in the book of Revelation chapter 2 from verse 1 to 5. Bible says that na hii ni ile kanisa la Waefeso. Mungu anawarudia tena hapa, umewaambia nyinyi amkeni nyinyi maana mumelala na mwanga wa Mungu unawaangazia. But I told you because God is love, anawarudia tena in the book of Revelation, write to the church of Ephesus and say, I know your works, I know your deeds, I know that you are patient. Bwana asifiwe. Hallelujah. I know your works. Bible says, I know your works, but that one thing that you have failed, you have deviated from my love. Umerudi nyuma katika kunipenda. Bwana asifiwe. Revelation 2 from verse 1 to 5. Mwenye ako asome haraka. Usianze kusinzia. Bwana asifiwe. Amen. To the angel of the church of Ephesus write, these are the ones who came towards the 7 stars in his right hand, and walks among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have fought them both. You have preserved and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Verse 5. Remember that height from which you have fallen. Repent and do the things you did at the first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anamwambia Yohana na hapo kanisa la Waefeso, ndio Paulo alikuwa amewaambia in the book of Ephesians, mahali tumesoma chapter 5. Alikuwa ameambia nyinyi amkeni maana mmelala. Lakini Mungu hajachoka, anawarudia tena katika kitabu cha Ufunuo 2. Anawaambia kwa kanisa la Waefeso, andika kwamba nyinyi ndio mmevumilia, ndio mmekuwa watu ambao wanafanya kazi ya Mungu, ndio hamjachoka. Lakini mstari wa 4 unasema yet I have this thing against you. Bwana asifiwe. Ila niko na hili jambo kinyume na wewe. Bwana asifiwe. Wakati utasikia neno but, ogopa. Bwana asifiwe. If you see the word but, anza kufuta hiyo yenye ilikuwa nyuma. Nikuja nikwambie napenda hiyo wigi yako lakini
lakini ungenini ya black ingechukuana na rangi yako. Bwana asifiwe. Amen. Wakati utasikia battle ndio hiyo iko nyuma. Bwana asifiwe. It nullifies the prior statement. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anawaambia ndio ninajua mmevumilia. In fact, tangu kanisa ianze mmevumilia mateso mingi, mmevumilia changamoto mingi, mmefanya kazi, lakini but one thing I hold against you. Oh my God, you have forsaken the first love that you had for me. Mliacha upendo wa kwanza mliokuwa nao kwa ajili yangu. Huyo ni Mungu. Ni Mungu. Ni kama sasa hivi wenye wako kwa ndoa, alafu your partner anakuambia, wewe wakati nilikuwa huko wakati nilikuwa huko hivyo. Bwana asifiwe. Umebadilika sana wewe, umebadilika wewe. Kwa kichwa ngumu wewe unakusikia. Bwana asifiwe. Bwana anawaambia ako na kitu moja kinyume yetu, kwamba tumesahau ule upendo wa kwanza. Bwana asifiwe. We have forgotten the first love. Mstari wa 5 unasema, remember the height from which you have fallen. I am using this post as an example. Kama mimi kama Kristo nilikuwa hapa nikaanguka mpaka chini. Bwana asifiwe. Mwingine Joyce ako hapa ameanguka amefika hapa. Joyce ako hapa ameanguka amefika chini. Mungu anakuambia remember the height from which you have fallen. Kiwango cha kuanguka kwako ni wewe unakijua. We say this is a spiritual clinic we've come. Remember the height from which you have fallen. Unasifiwa Mike. Kama niko utakuja mapema connect instrument. Ulianguka ni how many meters? How many meters? Unasifiwa. Hii ni ya kila mtu. Amen. The height from which you have fallen. Maana kila mtu ako na height yake. Mimi niko na mita 3, wewe uko na 5, uko na 2, uko na 1. Bwana asifiwe. Remember the height from which you have fallen from. Because our God is God of love. Anatuambia, wewe kumbuka hicho kiwango ulianguka. Ulikuwa unatoa sadaka ya 200, sasa hivi unatoa ya 20. Bwana asifiwe. Ulikuwa unakuja kanisa saa 4, sasa hivi unakuja saa 5:30 na unatoka saa 6 na kuota. Bwana asifiwe. Ulikuwa unasoma Biblia kila siku, saa hii hausomi, unaingia TikTok. Amen. Asifiwe. Haleluya. Mtu mmoja akasema watu wengine tunaamka asubuhi na kitu ya kwanza kufanya ni tunaingia WhatsApp. Nani alisema nini? Nani alipost nini? Bwana asifiwe. Unaenda Facebook, huko kumeenda aje? Bwana asifiwe. Now assuming that you wake up in the morning, like instead of kwenda WhatsApp kuona nani kama ule ulitumia message na reply, the first thing that you should do, chukua neno la Mungu, soma neno la Mungu, omba. After kuomba ingia WhatsApp, tafuta. Biblia inasema kile ambacho whatever you treasure utakiweka mbele. Whatever you treasure you'll put it first. Kile ambacho unakithamani utakienzi na utakipenda.